Wow! Wow! Uwanja mkuu wa ndege wa Israeli umeshambuliwa na kombora la ballistic lilorushwa na waasi wa Houthi wa Yemen Jumapili asubuhi. Kombora hilo liligonga karibu na barabara kuingia ndani ya eneo la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion karibu na mji mkuu wa Israel Tel Aviv. Ripoti za vyombo vya habari zinaonyesha kuwa takriban watu 6 walijeruhiwa. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha kushindwa kulizuia kombora hilo licha majaribio kadhaa, na limesema jeshi la anga la Israel linachunguza kushindwa huko. Waasi wa Houthi ambao wanadhibiti eneo la magharibi mwa Yemen, ukiwemo mji mkuu wa bandari ya Hodeida, wamerusha idadi ya ndege zisizo na rubani na makombora katika meli za kibiashara zinazopita kwenye Bahari Nyekundu na katika shabaha za Israel katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kwa lengo la kuishinikiza Jerusalem Magharibi kuachana na operesheni yake ya kijeshi huko Gaza. Israel ilianzisha operesheni hiyo kufuatia uvamizi mbaya wa kundi la wanamgambo wa Hamas wa Palestina mnamo mwezi Oktoba mwaka 2023. Wahouthi walisema watasimamisha mashambulizi hayo iwapo Israel itasitisha operesheni zake huko Gaza. Israel haijaanzisha mashambulizi dhidi ya Yemen kujibu mashambulizi ya Houthi. Hata hivyo, Marekani ilianza mashambulizi ya anga na majini dhidi ya Houthi mnamo mwezi Machi, ikitoa mfano wa vitisho kwa meli za Bahari Nyekundu. Wiki iliyopita, Rais wa Marekani Donald Trump aliamuru Wizara ya Ulinzi ya Pentagon kuzidisha mashambulizi nchini Yemen na kuonya kwamba Wahouthi wataangamizwa kabisa ikiwa wataendelea na mashambulizi yao. Uingereza pia imeshiriki katika mashambulizi hayo, huku Wizara ya Ulinzi ikisema ililenga kituo kinachodhibitiwa na Wahouthi. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth aliishutumu Iran kwa kuwapa silaha Wahouthi na kuonya kuwa kutakuwa na madhara hata Tehran ikikanusha madai hayo. Marekani hata hivyo ilitangaza vikwazo vikali kwa nchi zinazonunua mafuta ya Iran au kemikali za petroli siku Alhamis, ikitoa mfano wa jukumu la Tehran katika kuchochea migogoro katika Mashariki ya Kati miongoni mwa mambo mengine. Urusi imeitaka Washington kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Yemen. Katika mazungumzo ya simu mwezi Machi na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alitoa wito wa kukomeshwa mara moja kwa matumizi ya nguvu na kuzitaka pande zote kushiriki katika mazungumzo ya kisiasa. Hata na hivyo, wanamgambo wa Houthi wametangaza nia yao ya kuweka vizuizi kamili vya anga kwa Israel kwa kulenga mara kwa mara viwanja vyake vya ndege na haswa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion. Hivi majuzi, Iran ilizindua kombora lake jipya la ballistic la masafa marefu na kuonya ikiwa itashambuliwa nayo itajibu kwa mashambulizi makali zaidi. Tangazo hilo la Iran lilikuja muda mfupi baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kudai kwamba Wahouthi walifanya mashambulizi yao chini ya amri na kwa msaada wa mlinzi wao mkubwa Iran katika kurusha kombora kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameilaumu Iran kwa shambulizi la Houthi na kuapa kujibu. Akiandika kwenye ukurasa wake wa X, alishiriki chapisho la Rais Donald Trump, alitoa shutuma dhidi ya Tehran. Rais Trump yuko sahihi kabisa, Netanyahu alisema na kuongeza, mashambulizi ya Wahouthi yanatokana na Iran. Israel itajibu shambulizi la Houthi dhidi ya uwanja wetu mkubwa wa ndege kwa wakati na mahali tutakapochagua, na wakuu wao wa magaidi wa Irani pia wataguswa. Mwisho wa kunukuu. Waziri mkuu huyo utawala kizayuni wa Israel Benjamin Netanyahu ameahidi kuwachukulia hatua kali wa Houthi kufuatia mashambulizi yake katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Tulifanya kazi dhidi yao hapo awali na tutafanya kazi dhidi yao katika siku zijazo. Kutakuwa na kipigo kikali sana, alisema Netanyahu. Kundi la Hezbollah lenye makao yake makuu nchini Lebanon limeita mashambulizi ya makombora wa Houthi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion kama shambulizi la kishujaa ambalo lilionyesha kushindwa kwa juhudi za Marekani na Uingereza katika kuidhoofisha Yemen. Shambulio hili la kishujaa linathibitisha kwa mara nyingine tena kutokuwa na uwezo wa kuvunja dhamira thabiti ya watu wa Yemen au kuwasukuma kurudi nyuma kutoka katika nafasi yao ya heshima ya kuiunga mkono Gaza katika kukabiliana na vita vya maangamizi vilivyoanzishwa na adui wa kizayuni dhidi ya raia wasio na hatia, ilisema taarifa ya Hezbollah. Kundi hilo limeongeza kuwa mashambulizi hayo yanapaswa kutumika kama mwito wa kuziamsha nchi za Kiarabu na Kiislamu kukusanya rasilimali zao na kuiunga mkono Gaza. Wakati hayo wakijiri, jeshi la ulinzi la Israeli IDF limeanza kuwaita makumi kwa maelfu ya askari wake wa akiba ili kuimarisha na kupanua operesheni zake huko Gaza. IDF imesema inaongeza shinikizo kwa lengo la kuwarejesha mateka waliokuwa wameshikiliwa huko Gaza
Gaza na kuwashinda wanamgambo wa Hamas. Wakosoaji wanasema mashambulizi ya hivi karibuni ya kijeshi baada ya kusitishwa kwa mapigano yameshindwa kutoa hakikisho la kuachiliwa kwa mateka, na wanahoji malengo ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu katika mzozo huo. Chini ya mpango huo, jeshi lilisema litafanya kazi katika maeneo mapya na kuharibu miundombinu yote juu na chini ya ardhi. Vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kuwa baraza la mawaziri la usalama la Israel limeidhinisha upanuzi mpya wa kijeshi huko Gaza, lakini ripoti zinaonyesha kuwa halitafanyika hadi baada ya safari ya Rais Donald Trump katika eneo hilo wiki ijayo. Mazungumzo ya kimataifa yameshindwa kufikia makubaliano mapya ya kusitisha mapigano na kuachiliwa kwa mateka 59 waliosalia wanaoshikiliwa na Hamas, 24 kati yao wakiaminika kuwa hai. Hakuna mateka wa Israeli aliyeachiliwa huru tangu Israel ianze tena mashambulizi yake tarehe 18 ya mwezi Machi. Tangu wakati huo, Israeli imeteka maeneo makubwa ya Gaza na kuwafukuza tena mamia kwa maelfu ya watu wa Gaza. Israeli imesema lengo lake lilikuwa kuweka shinikizo kwa Hamas, mkakati ambao umejumuisha kuzuia misaada ya kibinadamu ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miezi miwili. Mashirika ya misaada ambayo yameripoti uhaba mkubwa wa chakula, maji na dawa yamesema hii ni sera ya njaa ambayo inaweza kuwa uhalifu wa kivita, madai ambayo Israeli imeyakataa. Uvamizi uliopanuliwa utaweka shinikizo zaidi kwa askari wa akiba waliochoka, ambao baadhi yao wameandikishwa mara 5 au 6 tangu vita kuanza, na kufufua wasiwasi wa familia za mateka ambao wameitaka serikali kufikia makubaliano na Hamas, wakisema hiyo ndio njia pekee ya kuokoa wale ambao bado wako hai. Hatua hiyo pia itaibua maswali mapya kuhusu nia halisi ya Netanyahu katika ukanda wa Gaza. Amekuwa akilaumiwa mara kwa mara na familia za mateka na wapinzani kwa kuhujumu mazungumzo ya makubaliano na kurefusha vita kwa malengo ya kisiasa, tuhuma ambazo amekuwa akizikanusha. Wakati hayo yakijiri, mtaalamu maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu, Francesca Albanese, amesema uongozi wa Umoja wa Ulaya unapaswa kuwajibika kwa kuunga mkono uhalifu wa kivita wa Israeli huko Gaza. Katika mahojiano na The Intercept yaliyochapishwa siku ya Jumamosi, Albanese alimtaja rais wa tume Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na mwanadiplomasia mkuu wa EU Kaja Kallas. Ukweli kwamba watu hawa wawili wa juu zaidi wa EU wanaendelea na mazungumzo ya biashara kama kawaida na Israel ni jambo la kusikitisha. Mimi sio miongoni mwa wale watu wanaosema historia itawahukumu. Itabidi wahukumiwe kabla wakati huo kuja, na itabidi waelewe kwamba kinga haiwezi kuwa sawa na kutokujali kwao, mtaalamu huyo Umoja wa Ulaya aliongeza. Albanese amesema amekuwa akifanyia kazi ripoti inayofichua jukumu na taasisi na mashirika, ikiwa ni pamoja na benki, mifuko ya pensheni, makampuni ya teknolojia na vyuo vikuu katika uhalifu dhidi ya makazi wa Palestina wa Gaza. Wale wote wanaohusishwa na kuhusika katika uvamizi huo usio halali katika kuipatia usaidizi wanasaidia na kusaidia ukiukaji wa sheria za kimataifa na ukiukwaji wa haki za binadamu, na baadhi yao ni uhalifu, Albanese alisema na kuongeza. Kunaweza kuwa na jukumu la mtu binafsi na dhima kwa wale ambao wamekuwa wakisaidia kuwezesha uhalifu kama huo kutendeka. Albanese kwa mara nyingine tena amemhimiza rais wa tume Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kutumia mamlaka yake kama mtendaji mkuu wa Umoja wa Ulaya kukomesha mauaji ya halaiki huko Gaza. Pia akimkosoa Kaja Kallas kwa kuitoshinikiza Israel kusitisha operesheni yake ya kijeshi wakati wa ziara yake huko Tel Aviv mwezi Machi, wakati mwanadiplomasia huyo aliposema pande zote mbili zimeshindwa katika mzozo huo. Upungufu wa kushangaza kwamba EU, mmoja viongozi wake wakuu, anasimama na waziri wa mambo ya nje wa Israel anayewakilisha serikali inayohusika na kuua watu zaidi ya 50,000 katika kipindi cha miezi 16, 70% yake ikiwa ni wanawake na watoto, kwa silaha za magharibi, ni jambo la kushangaza, Albanese aliandika kwenye ukurasa wa X wakati huo. Afisa huyo wa Umoja wa Mataifa alidai kuwa yeye na familia yake wamekabiliwa na vitisho vya kuuawa tangu alipotoa ripoti mwezi Machi mwaka 2024, akisisitiza kwamba vitendo vya Israel vinapaswa kuainishwa kama mauaji ya kimbari. Msemaji wa tume Ulaya Georgia Franceschi aliambia The Intercept kwamba Brussels imejitolea kwa sheria za kimataifa na kwamba uhusiano wa umoja huo na Israel unaruhusu maafisa wake kuelezea misimamo na wasiwasi wao. Mkataba wa ushirikiano na Israeli ndio msingi wa kisheria wa mazungumzo yetu yanayoendelea na mamlaka ya Israel, na unatoa mbinu za kujadili maswala na kuendeleza maoni yetu, msemaji huyo alisema. Jerusalem Magharibi ilianzisha operesheni yake huko Gaza kufuatia shambulio la kushtukiza la Hamas mnamo mwezi Oktoba mwaka 2023, ambapo wanamgambo hao waliua karibu wa Israeli 1200 na kuchukua mateka wengine zaidi ya 250. Zaidi ya Wapalestina 52,000 wameuawa tangu wakati huo, kulingana na mamlaka za ndani za eneo la Gaza.
Na rais wa Urusi Vladimir Putin amewashutumu wafuasi wa Kiev kwa kujaribu kuichokoza Moscow ili itumie silaha zake za nyuklia nchini Ukraine, akisisitiza kuwa hatua hiyo kali haihitajiki na ameonyesha matumaini kuwa haitowahi kuhitajika. Katika mahojiano na mwandishi wa habari wa Urusi Pavel Zabrin, Rais Vladimir Putin alidai kwamba nchi za magharibi zilitaka kutuchokoza, zilitaka kutulazimisha kufanya makosa. Hakuja kuwa na haja ya kutumia silaha za nyuklia katika mzozo wa Ukraine, Rais Putin alisema na kuongeza, natumai haitokuwa muhimu kufanya hivyo pia. Putin alisema kuwa Urusi ina nguvu za kutosha na njia za kuleta kile ilichokianzisha mwaka 2022 na hitimisho la kimantiki na matokeo mazuri zaidi. Mwezi uliopita, Sergei Shoigu, katibu wa Baraza la Usalama wa Kitaifa la Urusi, aliambia shirika la habari la TASS kwamba silaha za nyuklia zinaweza kutumika katika tukio la uchokozi dhidi ya Urusi au Belarus pale hasa itakapohitajika. Shoigu, ambaye awali aliwahi kuwa waziri wa ulinzi, aliyasema hayo huku kukiwa na majadiliano yanayoendelea kati ya nchi wanachama wa NATO wa Ulaya kuhusu uwezekano wa kupelekwa kwa wanajeshi nchini Ukraine baada ya Kiev na Moscow kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Alikariri kuwa kuwepo kwa wanajeshi wa kigeni nchini Ukraine kunaweza kusababisha makabiliano ya moja kwa moja kati ya Urusi na NATO ambayo huenda yakazidi kuwa vita vya nyuklia. Katika maoni yake, Shoigu alitaja marekebisho ya mafundisho ya nyuklia ya Urusi ambayo yaliidhinishwa na Rais Vladimir Putin mwezi Novemba mwaka uliopita. Chini ya mabadiliko hayo yaliyosasishwa, Moscow inahifadhi haki ya kupeleka kizuizi chake cha nyuklia ili kuzuia uchokozi wa mataifa yenye uadui na kambi za kijeshi ambazo zinamiliki silaha za maangamizi makubwa au maghala makubwa ya silaha za kawaida. Hali moja inaweza kutajwa katika hati ambayo inaweza kusababisha jibu la upelelezi uliothibitishwa kuhusu shambulio kubwa linalokuja nalohusisha ndege, makombora na drones. Urusi pia itawachukulia wanachama wote wa umoja huo kuwa walengwa iwapo nchi moja mwanachama itaishambulia nchi hiyo. Na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban na Vladimir Zelensky wa Ukraine wametofautiana kuhusu matarajio ya Kiev kujiunga na EU. Orban alimkumbusha kiongozi wa Ukraine kwamba Kiev haina nafasi ya kuwa sehemu ya kambi hiyo bila idhini ya serikali mjini Budapest. Vita vya maneno vilianza Ijumaa wakati Orban akionya kwamba wanachama wa Ukraine ndani ya Umoja wa Ulaya utafilisi uchumi wa Hungary, akielezea uwezekano wa kujiunga na Kiev kama mtego wa pamoja wa kiuchumi. Kiongozi huyo wa Hungary pia alikosoa lengo la Umoja wa Ulaya la kuikubali Ukraine ifikapo mwaka 2030, shabaha iliyosisitizwa hivi karibuni na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen. Tunajua wanapotaka kuingiza, sio siku zijazo zisizoeleweka, ni hapa tunagonga mlango wetu, alisema na kuongeza, sahau hadithi kuhusu lini na jinsi gani wanataka kutupiga, itakuwa ni haraka iwezekanavyo. Zelensky alijibu kwa kutaja kura ya ndani huko Hungary, akisema 70% wanaunga mkono Ukraine kujiunga na EU. Hiyo ina maana kwamba watu nchini Hungary wako pamoja nasi, Zelensky alidai. Hata hivyo, kura maoni iliyofanywa na chama cha upinzani cha Tesla ambacho Zelensky alikitaja kilionyesha uungwaji mkono wa 58% pekee. Kura ya maoni ya awali ya gazeti la Hungary Nepzava ilionyesha hata takwimu ya chini zaidi ya 47% waliunga mkono na 46% dhidi yao walipinga. Orban alimjibu Zelensky kwenye ukurasa wa X akiandika, kile ambacho watu wa Hungary wanafikiri hakiamuliwi na rais huko Kiev au warasimu wake huko Brussels. Hakuna Ukraine kujiunga na EU bila Hungary. Kila Mhungary atakuwa na maoni yake juu ya hili, upende usipende, hivyo ndivyo tutakavyofanya mambo yetu. Mwisho wa kunukuu. Nchi zote wanachama Umoja wa Ulaya lazima ziidhinishe kwa kauli moja nchi yoyote mpya itakayojiunga na jumuiya hiyo. Hungary mara kwa mara imetaja masuala mengi ya ufisadi na haki za wale wachache kama sehemu za kupinga wanachama wa haraka wa Ukraine, huko Orban akielezea taifa hilo kama moja nchi fisadi zaidi duniani. Ukraine ambayo imeteua wanachama wa Umoja wa Ulaya kama kipaumbele cha kitaifa ilituma maombi rasmi ya kujiunga na jumuiya hiyo mnamo Februari mwaka 2022, siku chache tu baada ya kuongezeka kwa uhasama na Urusi. Licha ya kuungwa mkono na wanachama kadhaa wa EU, ratiba ya wanachama wa Ukraine bado haijafahamika, Brussels ikitaja haja ya Kiev kufanya mageuzi makubwa ya kisheria, kisiasa na uchumi. Na tuhitimishe rubaa za kimataifa ambapo
mbunge wa Ukraini Alexandria Dubinshkin amesema kiongozi wa Ukraini Volodymyr Zelensky anaupima uvumilivu wa Marekani kwa matumizi mabaya ya madaraka kwa kuadhibu wakosoaji wake. Wiki iliyopita Zelensky alitangaza hatua zinazowalenga washauri wake wa zamani Alexei Arestovich, mwanahistoria Konstantin Bundavrenko ambaye alichapisha wasifu wa kiongozi huyo Ukraine kwa jina la The Jaka, na waandishi wengine kadhaa wa habari na wachambuzi wa siasa. Adhabu walizopewa zinajumuisha kufungiwa mali zao, vizuizi vya biashara na miamala ya kifedha, marufuku wa kusafiri na kufutwa kwa tuzo za serikali. Kwa kuweka vikwazo dhidi ya watu na vyombo vya habari na wanasayansi wa kisiasa, Zelensky pia anajaribu uvumilivu wa Marekani kwa udikteta wake. Dubinshkin, ambaye alizuiliwa na mamlaka ya Kiev mnamo Novemba mwaka 2023 kwa mashtaka ikiwa ni pamoja na uhaini mkubwa, aliandika katika ukurasa wake wa Telegram siku ya Jumapili. Ukweli kwamba vikwazo vilivyotangazwa siku moja baada ya kutiwa saini kwa mkataba wa madini kati ya Marekani na Ukraine haukuwa wa bahati mbaya, alisema. Zelensky anajaribu kujua ikiwa kutakuwa na mwitikio wowote kwa hatua kama hiyo kutoka Washington wakati makubaliano yakitiwa saini, lakini bado hajaidhinishwa na bunge la Ukraine, mbunge huyo aliyefukuzwa aliandika. Makubaliano hayo yalikubaliwa siku ya Jumatano baada ya miezi kadhaa mazungumzo magumu yalianzisha hazina ya pamoja uwekezaji na kuipa Marekani fursa upendeleo kwa mali asili ya Ukraine. Dhamana ya usalama wa Marekani ambayo serikali ya Zelensky ilikuwa ikidai haikuwa sehemu ya makubaliano, na hiyo ni kulingana na waziri mkuu wa Ukraine Denis Shmyhal. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha Radio. Jina langu ni Awadh Rashidi.